jioni ya leo napenda kukumbushe kwamba umtumikie Mungu kwa moyo wa kupenda na moyo wa kukubali. Hapo utaziona baraka za Mungu zikitembea pamoja na kazi yako. Utaona mkono wa Mungu ukikusaidia katika utumishi wako. Bwana Yesu akusaidie sana. Haleluya. Kwa sababu shetani kama shetani anajua kabisa kwa nguvu ya Bwana aliyoiweka mikononi mwako, ukisimama atahaibika, ukisimama atahaibika. Ila wewe pasipo kuelewa unaanza kujihesabia hofu, unaanza kujihesabia mashaka, unaanza kujihesabia kama vile haufai kuwa kitendo kile. Wapendwa, kuifanya kazi ya Mungu kwa wakati tutapokuwa tumeteuliwa, kuifanya kazi ya Mungu kwa nia ya kukubali, kwa moyo wa kuchangamka, hapo tutaziona baraka za Bwana. Tuwe hodari, tusimame kwa ujasiri, tusimame kwa nguvu, kwa mshikamano, tusivunjane mioyo, bali tutiane mioyo katika utumishi tulio nao. Bwana Yesu tusaidie sana. Roho za malumbano, roho za kutetana, roho za kukatisha tamaa katika utumishi, hebu tuziache. Mimi na wewe ni askari wa Bwana, tumeteuliwa katika vitengo mbalimbali. Inatakiwa wewe katika kitendo chako mtie moyo katika kitendo kingine, na wewe katika kitendo kingine mtie moyo mtumishi mwenzako. Halafu Bwana ashuke kutusaidia, ashuke kututia nguvu, ashuke kututetea, ashuke kutupigania. Sisi tutaanza kupendana, tusianze kuvunjana mioyo, tusianze kujivuruga. Bwana tusaidie sana. Tumeteuliwa na Bwana. Haya ni mausia Sulemani anamwambia kijana wake. Ni Daudi anamwambia kijana wake Sulemani. Sasa neno la Mungu linatuambia mimi na wewe, Bwana ametuchagua katika nafasi zetu tumtumikie Mungu. Lakini ijapokuwa kazi tuliyonayo ni kubwa, ijapokuwa kazi tuliyonayo ni ngumu, inahitaji kusimama kidete. Tuwe hodari, tuwe na ushujaa, tusimame kwa zamu zetu tumtumikie Mungu. Maana bila kuwa hodari, bila kuwa na ujasiri, bila kuwa na ujasiri hatuwezi kufanya kazi ya Mungu. Lakini cha ujasiri hata wenzetu wa askari jeshi, askari polisi ndio wanakitumia wakati wa kulinda taifa letu. Wanapokuwa katika vita, ijapo mwingine anaondoka, lakini yeye anasonga mbele kuitetea haki ya taifa lake. Kwa hiyo mimi na wewe tusimame, tusonga mbele kufanya kazi ya Bwana wakati ambao Bwana ametuteua katika ofisi yake. Tusiangalie kulia wala kushoto, tusonge mbele kufanya kazi ya Bwana. Maana Bwana ametuchagua. Bwana ametuchagua. Kwa hiyo mpendwa, nakusihi, nakukumbusha usivunjike moyo katika sehemu uliyo nayo. Usiangalie nyuma, usimame, usonge mbele. Maana kwa wakati huo Bwana amependezwa wewe kwa sehemu yako umtumikie, na kazi ya Bwana isonge mbele. Atakapoona kazi yako imefikia tamati, atamuinua mwingine, na mwingine atasonga mbele, atasonga mbele hukumu la Bwana. Ila usichoke kabla ya muda wako. Hiyo ni hatari mbaya. Shetani anakuondolea sehemu yako ya malipo. Hivi kwa ulimwengu tulionao, mtu akifanya kazi akaacha kumaliza analipa mshahara. Mtu akifanya kazi akashindwa halipi mshahara. Kwa hiyo lengo la shetani anataka wakati ule Bwana amekuteua kitengo fulani ufanye kazi, ijapokuwa wewe haujioni kuwa unaweza kufikisha kazi ile, ila Bwana yeye anashakutambua kabisa kwa wakati huo unaweza kutoa kazi sehemu ukaifikia sehemu fulani, lakini shetani anakuzofisha ili kusudi ule ujira Bwana aliyokuandalia usiupokee. Bwana tusaidie sana. Neno linatukumbusha tumtumikie Mungu kwa moyo wa kupenda, tumtumikie Mungu kwa moyo wa kuchangamka, tuwe hodari. Hapa 29 inasema, kisha Mfalme Daudi akawaambia kusanyiko lote. Ukaanza kufikiria, hivi ni kwa sababu gani mimi nimechaguliwa? Unaweza kujishusha ukajirudisha nyuma kabisa, kama ile kazi wewe haustahili. Lakini Mungu akisha kukusudia, haijalishi wewe ni kijana mdogo, wewe ni mtu mkubwa, wewe ni
ukashangaa kwa macho ya damu na nyama, unaweza ukasitasita, lakini ndivyo ilivyo kazi. Hata kama ni kubwa, ila Mungu kama amekusudia kwa wakati ule, wewe kubali umtumikie kwa sehemu yako, kubali umtumikie na Bwana atakuwa pamoja naye. Haleluya! Nafikiri hata kipindi kile Daudi anamwangusha Goliati, hawakuamini vile taifa la Israeli, maana alikuwa ni mtu alikuwa amekwisha kutisha taifa zima. Alikuwa akisimama vitani, watu wanakimbia, wanamuogopa, lakini Mungu kupitia Daudi kijana mdogo alimtumia kwa nguvu mpaka Goliati akaanguka kwa utukufu wa Mungu aliyekuwa amemteua Daudi. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo unapokuwa umeteuliwa, haina sababu ya kukataa kumtumikia Mungu. Uwe kijana, uwe mtu mzima, uwe mzee, uwe kijana mdogo, wewe kubali, maana Bwana amekupaka mafuta. Utafanya kazi ya Mungu ukiwa na mkono wa Bwana. Bwana tusaidie sana. Usikubali kukatishwa tamaa na shetani, ukapoteza ujira wako, ukapoteza mshahara wako, ukapoteza malipo yako. Unaweza ukapoteza sehemu ya malipo yako bila kuelewa. Ukifanya kazi ukafikia mahali unasema Bwana naenda amaro barode no yudi nyevyandema kambireke. Mpendwa, sio wewe. Kuna leo fulani tafuta ikuondoe kwenye uwepo wa Bwana, halafu ukose mshahara wa kazi uliyoitumikia kuanzia zamani, kuanzia juzi, kuanzia leo. Kwa hiyo simama kwa ujasiri, simama ukiwa hodari, upambane kwa wakati wako, ufanye kazi ya Bwana, uisubirie ahadi ya Bwana aliyoiahidi kwamba nakwenda kwa kuandalia makao, nitarudi tena kuwachukua ili nilipo nanyi mpate kuwepo. Bwana tusaidie sana. Usikubali kukatishwa tamaa, usikubali kudhoofishwa, usikubali kukatishwa tamaa. Simama kwa ujasiri. Bwana tusaidie sana. Waraka wa Waebrania sura ya 10 mstari wa 35. Hata ya ahadi tuliyoahidiwa, maana bila kuyafanya mapenzi ya Bwana tukaacha, hatuwezi kuifikia ile ahadi ya Bwana aliyotuahidia. Bwana Yesu tusaidie sana. Na hiyo inahitaji ujasiri, inahitaji ujasiri. Usiutupe ule ujasiri. Kipindi tunapokea toba, tulikuwa ni watu wa kuchangamkia fursa, tulikuwa ni watu wa kuchangamkia fursa, lakini kwa kadri siku zinazokwenda, kwa kadri siku na miaka zinazotembea, watu wanazidi kupoteza ujasiri, wanaanza kusimama katika wokovu kwa kuchechemea, wanaanza kusimama katika wokovu kwa kulegea na kurudi nyuma, wengine na kuahirisha. Lakini Mungu anatukumbusha kwamba tusiutupe ujasiri wetu, ili kwamba tukisha kufanya mapenzi ya Bwana tupate ahadi tuliyoahidiwa. Bwana Yesu tusaidie sana. Na ahadi tuliyoahidiwa ni kwamba nakwenda kwa Baba kuandalia makao, nitarudi kuwachukua ili nilipo nipate kuwepo na nyie. Bwana tusaidie sana. Mpendwa, simama kwa zamu yako, usiupoteze ujasiri wako. Usimame kwa ujasiri, ukabiliane na adui shetani, ukabiliane na mbinu za adui shetani anayotafuta kukudhoofisha na kukukatisha tamaa na kukupotezea mwelekeo. Hiyo roho na hiyo hali uikatae, ukivaa nguvu ya maombi, ukivaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mpendwa, hakuna kutetereka. Mpendwa, hakuna kutetemeka. Utasimama kwa nguvu na ujasiri wa Roho Mtakatifu, na safari utafika kwa salama, na ahadi ni ya kwako. Haleluya. Kwa hiyo neno la Mungu tukumbusha kwamba tusiupoteze ujasiri. Tusiupoteze ujasiri. Unaposikia ujasiri ni kitu kinachokusaidia hata wakati wa kukabiliana na adui. Bila kutumia ujasiri hauwezi kukabiliana. Bwana tusaidie sana. Lakini ukisimama kwa ujasiri, shetani atajua kabisa hili ni jembe. Usio ni mtu wa kushituliwa tu wewe na kutetemeka na kukata tamaa na kuanza kuahirisha ya yanga jamani, viranje hali imekuwa mbaya. Simama kwa ujasiri, maana wewe ni jeshi. Mungu amekuteua kwa sehemu yako. Tusaidie sana. Angalia mpendwa, usipoteze ahadi yako. Angalia mtumishi wa Mungu, mwimbaji, mama, kijana, baba,
ngwasuma yako isiishie njiani. Piga ngwasuma hapa duniani na katika ufalme wa mbinguni, ukafurahie kwamba Hosana, Hosana milele yote, kazi niliyoifanya bure. Haleluya! Nafikiri ndio tumaini letu warokole. Hatuna tegemeo lingine. Hatutoi mali zetu, hatutoi muda wetu, hatutoi nafasi ya muda na shughuli kuziacha kwa ajili ya kutafuta kitu kingine. Tunategemea kupata malipo katika ufalme wa mbingu. Tukifika kule kwa Baba, ndiyo matarajio yetu, ndiyo matumaini yetu, na ndiyo ahadi ya Bwana aliyotuahidia. Haleluya! Kwa hiyo cha kujianzali, uangalie sana, usije ukapoteza ujasiri wako, usije ukaiharibu kazi kwa kuishia njiani, usije ukaharibu kazi yako, usishindwe kazi ukakosa mshahara. Usimame mpaka hatua ya mwisho ukapate ujira Bwana aliyokuahidia, maana Mungu ni mwaminifu. Ukisha kuyafanya mapenzi ya Bwana, ingoje ahadi. Ukisha yafanya mapenzi ya Bwana, ahadi ya kufika katika ufalme wa mbingu ni halali yako. Bwana tusaidie sana. Jioni ya leo mpendwa, sitakuwa na kuchosha, nachokusihi sana, usiupoteze ujasiri wako. Maana shetani kweli anaunguruma, anatafuta huku na kule, akutoe kwenye msingi, akutoe kwenye msimamo. Lakini nakukumbusha katika jioni ya leo, usiupoteze ujasiri wako. Wewe mwenyewe ni mashahidi. Wakati tulipokea toba, ulikuwa ni mtu wa kuchangamkia fursa, ulikuwa ni mtu wa kuchangamkia fursa katika mambo ya Mungu. Lakini utashangaa kadiri kuna kuja na kunaendelea, utashangaa unazidi, ile kiu inazidi kupungua. Mpendwa, pale ujasiri unazidi kutoka. Kwa hiyo nakukumbusha, usiupoteze ujasiri wako. Simama imara, simama kwa nguvu na kwa ujasiri wa Roho Mtakatifu, upate kushinda vita ya shetani na ufike mbinguni, ukafurahie na kufuta machozi. Kanisa la Lunazi, Mungu awabariki. Kanisa la Nyaruzika Lusese, Mungu awabariki kwa neno hili.